Hii ni UZAC na mimi ni mwalimu wako Shaban Biomar, na kukaribisha katika programu yetu ya kujifunza Kiingereza hasa matamshi, na tunaingia katika book 2. Kwenye book 2 tunaendelea kuangalia connected speech, yaani maongezi ambapo maneno yameunganishwa. Hapa tutatumia yote tuliojifunza katika book 1 katika vipengele mbalimbali vya lugha. Yaani tunatumia zile mbinu za matamshi katika vipengele mbalimbali vya lugha ya Kiingereza. Na sasa tunaanza na sentensi zenye verb be. Verb be. Kumbuka be inavyobadilika kuendana na kanuni. Be inabadilika kuwa am, is, are, was na were. Sasa unaweza ukatumia be kumaanisha hali ya kuwa. Kwa mfano nikisema I am sick, mimi ni mgonjwa. Kwa hiyo pale am ni be. Kwenye continuous, kwa mfano nikisema I am eating, mimi ninakula, maana yake kitendo kinaendelea. Kwenye passive voice, kwa mfano nikisema I am treated well. Ukisema I am treated well, maana yake ninafanyiwa mambo mazuri, napelekwa vizuri, nafanyiwa mambo mazuri, I am treated well. Hakuna mambo mabaya hapa. Kwa hiyo sasa hapa tunaanza na hiyo am. Be ikiwa katika form ya am, katika umbile la am. Kumbuka am inatumika ikiwa subject ni I wakati uliopo. Mfano nitasema I am, I am. Sasa katika matamshi naweza nikasema I am, I am, au nikasema I am, I am. Kwa hiyo nikiwa katika contraction, contraction ni pale tunapofupisha. Kwa mfano nikisema I'm, au nikaweka weak form katika I nikasema Mfano A na B wanaongea. A anamuuliza B, are you a student? Are you a student? Je, wewe ni mwanafunzi? B anasema yes I am. Yes I am. Angalia hapo am imekuwa na strong a. I am. I am. Vile vile kwa mfano A akimuuliza B, how are you? How are you? B anasema I am fine. Kwa hiyo anaweza akasema I am fine. Hiyo ni full. I am fine. Mimi niko safi tu. Lakini ukiweka contraction inakuwa am au I'm. Kwa hiyo utasema I'm fine. I'm fine. Akiweka weak form katika I atasema I'm fine. I'm fine. Angalia maneno haya. I am okay. Kwa mfano mtu ananiuliza are you okay? Are you okay? Yes I am. Yes I am. Katika am pale nimeweka strong form. Am. Yes I am. How are you? How are you? I'm okay. I'm okay. I'm okay. Kwa hiyo nimesema I'm okay. Kumbuka nimefanya liaison hapo. I'm nimeishia na consonant m. Alafu okay imeanza na irabu o. Kwa hiyo hapo nitalink hizo kwa kutumia liaison. Nitasema I'm okay. Nikifanya vowel weakening katika I nitasema I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. Sasa labda nataka kusema mimi ni nani. Nitasema I am a. I am a. Kwa hiyo nitasema I am a. Nikifanya contraction nitasema I'm. Na nikifanya weakening nitasema am. Kwa mfano
I am a teacher. I am a teacher. Kwa hiyo full nitasema I am a teacher. I am a teacher. I am a teacher. I am a teacher. Contracted nitasema I'm a teacher. I'm a teacher. Na nikifanya vowel weakening katika I nitasema I'm a teacher. I'm a teacher. I am an artist. Mimi ni msanii. Full nitasema I am an artist. Kwa hiyo nitasema I am an artist. I am an artist. Katika contracted form nitasema I'm an artist. I'm an artist. Katika weakened form nikifanya vowel weakening katika I nitasema I'm an artist. I'm an artist. I'm an artist. Angalia swali hili. Where are you? Mtu ameniuliza hapo. Where are you? Nitasema I am inside. Kwa hiyo full itakuwa I am inside. I am inside. Contracted itakuwa I'm inside. I'm inside. Nikifanya vowel weakening katika I nitasema I'm inside. I'm inside. Vile vile I am outside itakuwa I am outside au I'm outside au I'm outside. Niko njiani. I am on my way. Full itakuwa I am on my way. I am on my way. Na nikifanya contraction kwenye I am nitasema I'm on my way. I'm on my way. Na nikifanya weakening ili kuongea haraka haraka zaidi nitasema I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. Niko njiani nakuja. Kwenye continuous I am going. I am going. Hiyo ni full. Contraction itakuwa I'm going. I'm going. Na weekend itakuwa I'm going. I'm going. I am teaching. Nitasema I am teaching au I'm teaching au I'm teaching. I am eating. I am eating. I'm eating. I'm eating. I'm eating. Katika passive voice kwa mfano nikisema I am taken. I am taken. Ninachukuliwa. I am taken. I am taken. Contraction itakuwa I'm taken. I'm taken. Na weekend itakuwa I'm taken. I'm taken. I am examined. Nachunguzwa. Naangaliwa. Kwa hiyo nitasema I am examined. I am examined. Contraction I'm examined. Weekend I'm examined. I'm examined. Sasa katika maswali kumbuka I am pale ndio operator. Kwa hiyo kwenye maswali tunaanza na operator. I am itakuwa am I. Kwa hiyo nitauliza tu am I in the list? Je, mimi niko kwenye orodha? Am I in the list? Naeleweka? Am I understood? Am I understood? Katika negative kumbuka unaweka not baada ya operator. Operator yako ni am, kwa hiyo utaweka not. Kwa hiyo itakuwa I am not. Kwa hiyo full itakuwa I am not. I am not. Contracted itakuwa I'm not. I'm not. Weekend itakuwa I'm not. I'm not. Mfano katika hali ya kuwa nikisema I'm not fine. I am not fine. Hiyo ni full. I am not fine. Contracted I'm not fine. I'm not fine. Weekend itakuwa I'm not fine. I'm not fine. I'm not fine. Siko vizuri. I am not an artist. I'm not an artist. Hiyo ni full. Contracted I'm not an artist. I'm not an artist.
Weekend, I'm not an artist. I'm not an artist. Mimi sio msanii. Kwenye continuous, I am not going. Contracted, I'm not going. Weekend, I'm not going. I'm not going. Kwenye passive voice, I am not forgotten. Ikiwa full nitasema I am not forgotten. Contracted itakuwa I'm not forgotten. Na weekend itakuwa I'm not forgotten. I'm not forgotten. I'm not forgotten. Sasa hebu tufanye zoezi kidogo katika yale niliyojaribu kukufundisha. Exercise nasema sema sentences zifuatazo kwa kutumia kanuni ulizojifunza. Namba 1, I am a student. Hebu sema sentences zote tatu, ikiwa full, ikiwa contracted na ikiwa weekend. Namba 2, I am not a teacher. Sema ikiwa katika full form, ikiwa katika contracted form na katika weekend form ukisema haraka haraka. Number 3, am I going? Hebu iseme vile inavyotakiwa. Number 4, I am going there. Uiseme katika full form, katika contracted form na katika weekend form. Number 5, I am on my way. Uiseme katika full form, katika contracted form na katika weekend form. Number 6 ni passive voice. I am elected. I am elected. Nimechaguliwa. I am elected. Kwa hiyo uiseme katika full form, katika contracted form na katika weekend form. Basi hapa tumeanza na verb be, lakini ile inayokwenda na I ambayo ni am. Jaribu kufanya zoezi hilo, nione unavyokwenda, na hadi hapo tutakapokutana katika book 2 lesson 2. Mimi ni mwalimu wako Shaban B. Omar nikikuaga sasa hivi kwa kukwambia bye bye for now.